katika eneo la chuo cha sayansi na teknolojia Chato, kwa maana Chato College, na kubwa zaidi ambacho tunazungumza kwa siku ya leo ni umuhimu wa vyuo vya kati katika jamii. Ni kwa namna gani ambavyo vyuo hivi vimeinufaisha jamii. Nipo na baadhi ya wanufaika wa fani mbalimbali ambao ni wanafunzi katika chuo cha sayansi za afya Chato, na moja kwa moja ninaye mwanafunzi wa kwanza. Tufahamiane kwa majina. Kwa majina naitwa Paulo Lume Mushashi, ni rais mstaafu wa serikali ya wanafunzi 2025-2026. Niko kada ya utabibu mwaka wa 3. Kada ya utabibu mwaka wa 3, tueleze kitu gani ambacho najivunia kuwepo hapa? Kitu ambacho najivunia kuwepo hapa, kwanza namshukuru Mungu kwa kuweza kunipatia zawadi ya mimi kuwepo katika chuo chetu hiki, chuo cha sayansi za afya na teknolojia Chato, kwa kupata kozi hii ya utabibu kwa miaka 3. Namshukuru Mungu kwa sababu ni kozi nzuri, ni kozi ambayo ninaipenda, na ni kozi ambayo kwa hali ya kawaida ni kozi ambayo ina watu wanaohitajika sana katika jamii, kwa sababu uhai wa binadamu ni muhimu kuliko kitu kingine chochote. Hivyo sisi tumekuja kusoma hapa kwa ajili ya kuhakikisha swala hilo tunalitimiza sisi kama watu wa afya. Kipi serikali ambacho imekifanya kwenu ninyi na mnaona ni kitu bora kuliko vitu vingine? Kwanza tunaishukuru serikali kwa kuhakikisha kozi hizi zinakuwepo katika vyuo vya kati, na kitu cha muhimu tunachoshukuru sana ni uwepo wa baadhi ya kozi ambazo zinapata mikopo katika kozi zetu hizi za afya, kwa sababu imesaidia kwa kiasi fulani hata kwa wale wananchi ambao wana uwezo wa chini kiuchumi wameweza kufika na kupata kozi hizi. Dada, wewe ni miongoni mwa wanafunzi ambao wananufaika na mikopo kupitia vyuo vya kati hapa Chato, au sio? Ndiyo. Karibu, tufahamiane kwa majina. Asante. Kwa majina yangu naitwa Nyamwiza Siliaku Siloemam. Ni mwanachuo wa mwaka wa kwanza, kozi ya Food Science Human Technology, ambayo imetolewa kwa awamu 2. Kuna wanafunzi wanakuja Machi, ila kuna wanafunzi wengine wanakuja Septemba. Sisi ni miongoni mwa wanufaika hasa wa mikopo. Baadhi wameshapata mkopo, lakini wengine wanaendelea kuomba mkopo kwa dirisha hili la mwezi wa 9. Kiukweli tunaishukuru serikali kwa sababu imetusaidia sana kuipata fursa hii, na nawakaribisha kwa wale wote ambao wana nafasi au wana sifa ya kujiunga waje wasome, maana hii inasaidia kukuza kipaji na kuibua ubunifu hasa kwa vijana. Kwa hiyo naishukuru sana serikali, na naomba serikali izidi kutuwezesha zaidi na zaidi tupate vifaa ambavyo vitatusaidia katika masomo yetu. Asante. Asante Nyamwiza. Twende kwa ndugu yangu hapa. Tufahamiane kwanza. Kwa majina naitwa Victor Kiza Frederick, ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 kwa ada ya usanifu wa madawa kwa maana ya pharmacy. Mwanzoni hivi vyuo vya kati vilikuwa ni miongoni mwa vyuo ambavyo wakati mwingine vinatengwa na baadhi ya vijana wanapokuwa wanaomba zile nafasi za masomo, kwa sababu wakati mwingine havikuwa na fursa ambazo ni za kipekee kama mikopo. Sasa tunaona vyuo binafsi tena vya kati navyo vimeanza kutoa fursa ya mikopo kwa wanafunzi ambao hata wale wanaotokea mazingira magumu kiuchumi. Kipi ambacho unazungumzia au unazungumzia vipi hali ya utoaji wa mikopo kupitia vyuo vya kati? Kwa mimi binafsi ninaishukuru sana serikali kwa sababu ya kuliona hilo jambo la kutoa mikopo kwa baadhi ya kozi, ina maana kwa vyuo vyetu vya kati. Mimi cha kusema zaidi ni asante kwa sababu wameliona hili na wamesaidia zaidi ya familia, kwa sababu asilimia nyingi ukija kuangalia sisi tunatokea maisha ya kawaida, tuseme ya chini, sio chini sana lakini ni ya kawaida. Kwa maana hiyo serikali kwa sababu imeliona hilo tunashukuru. Naam. Kipi jamii kitegemea kutoka kwako? Kwa mimi kwa sababu hiki chuo cha Chato College kimenikuza, kimenilea, kiukweli nimeelewa. Nimefanya zaidi ya practice nyingi, nimeelewa. Kwa maana hiyo jamii ilitegemea kwa kiasi kikubwa naenda kurepresent kile ambacho nimekisoma hapa. Naam.
Fani ya mifugo ni miongoni mwa fani ambazo wakati mwingine watu wanahisi huenda zikawa ngumu kidogo. Wewe kitu gani kimekuvutia kuja kusoma? Tuanze na majina. Asante. Kwa majina naitwa Florence Fidelis Rushaka. Ni mwanachuo katika kozi ya Animal Health and Production ambayo ndio hiyo mifugo kiujumla mwaka wa 3. Kitu kilichonivutia kwanza kusoma hii fani ni kwamba ni fani ambayo kwanza ina uwanda mpana. Uwanda mpana kwa maana gani? Kwamba mbali na kuajiriwa bado inakupa fursa wewe mwenyewe kujiajiri. Na vile vile inakupa taaluma kwamba mbali na kujiajiri unaweza ukafuga, na katika ufugaji ukaisaidia jamii inayokuzunguka kulingana na labda zile tunasema changamoto wanazozipitia kutokana na mifugo. Kama tunavyojua hasa kwa ukanda huu wa Geita, jamii kubwa ya huku ukiachana na uchimbaji wa madini ni wakulima na wafugaji. Kwa hiyo kwa kuwa ni wakulima na wafugaji bado watahitaji watu kama sisi ambao wana taaluma hiyo ya mifugo. Kwa hiyo kwa kupitia elimu ninayoipata hapa katika chuo cha Chato College, naamini kwamba baada ya hapa mbali na kujisaidia mimi mwenyewe kwa kujiajiri au kufuga, naweza nikaisaidia pia jamii inayozunguka. Japo zipo changamoto ambazo zina wakabili wafugaji huko kwenye jamii. Wewe tayari umeanza kupata maarifa. Kipi ambacho unaenda ukifanya baada ya kuhitimu? Baada ya kuhitimu ina maana ni kuisaidia jamii kiujumla juu ya hizo changamoto. Changamoto ni nyingi, kwa mfano changamoto za magonjwa yanayohusiana na mifugo ambayo unakuta mfugaji anafuga lakini hajui changamoto za magonjwa anazitatua vipi. Pili, bado kuna jamii zinafuga ule ufugaji wa kizamani, kwamba yeye anaamini kuwa labda na mifugo mingi basi ile ni fahari au ndo utajiri. Lakini tunachokifanya hapa kwa elimu tunayoipata kwamba unafuga kwa tija, kwamba unafuga ile mifugo ikusaidie kutoka kwenye wimbi la umaskini. Sio kwamba unafuga unakuwa na idadi kubwa ya mifugo lakini bado uko kwenye wimbi la umaskini. Kwa hiyo tunachoamini baada ya kupata hii elimu, basi nitaisaidia jamii kujua ni jinsi gani kufuga kwa ufugaji ambao unakuwa na tija, kwamba ile mifugo sasa itumike kukukwamua wewe na familia kiujumla, kukutoa kwenye wimbi la umaskini, kwamba kupitia mifugo unaweza ukasomesha watoto, kupitia mifugo unaweza ukajenga nyumba nzuri, na kupitia mifugo unaweza ukatatua changamoto za kimaisha kiujumla. Elimu ulioipata kupitia fani ya madawa itakusaidia vipi kutatua changamoto za migogoro katika jamii, hususan wataalamu wa afya na wananchi ambao wanaenda kupata huduma katika vituo mbalimbali vya afya, wakati mwingine kukutana changamoto ya uhaba wa madawa ambayo unaikabili au unazikabili baadhi ya hospitali. Umepata fani sasa kupitia chuo hiki. Kipi unachoenda ukifanya? Asante. Kwa sababu nimepata elimu nzuri kubwa hapa chuoni mpaka sasa hivi naenda kuhitimu. Nimepewa uelewa mkubwa wa nini nifanye kwenye wakati kipindi nitakapokuwa nimeajiriwa. Kwa maana hiyo nitaenda kuishauri jamii ambayo itakuwa inanizunguka kwa wakati huo, nipate kufuata utaratibu au ikafanye kazi kulingana na weledi wa kazi inavyotakiwa kwa madawa kwa ujumla. Kwa hiyo kwa kulingana na elimu yangu nitawashauri kulingana na uhitaji wa dawa Tanzania au sehemu ambapo nitakuwa nipo, wakapate kufanya kazi kulingana na weledi wa kazi unavyotakiwa kuwa. Baadhi ya vyakula hukosa thamani kabisa kutokana na uhaba au ufinyu wa teknolojia ambayo wakati mwingine ingeweza kutumika kuvihifadhi na kuviongezea thamani ya masoko katika masoko ya ndani na masoko ya nje. Wewe tayari umepata fani ya uzalishaji wa vyakula bila shaka. Vipi? Tutegemee nini ukitoka Chato College? Nashukuru. Nafikiri elimu niliyoipata imenisaidia kuwa na uelewa mpana, hususan utengenezaji, uhifadhi wa chakula. Kuanzia 30% mpaka 40% ya vyakula vinaharibika kwa sababu ya wakati wa uvunaji. Kuna watu wanatumia teknolojia mbaya, kuna watu hawajui namna ya kuhifadhi chakula kikae kwa muda mrefu. Hivyo elimu niliyoipata itanisaidia kupunguza matatizo yanayotokana na kukosa mlo kamili, mfano utapia mlo katika jamii yangu. Kuna watu wana matatizo ya kisukari, wanahitaji kupata mlo kamili, na watu wenye makundi maalum, mfano
wazee, watoto. Kwa hiyo elimu hii ya lishe nitaenda kuisaidia jamii kwa upana mkubwa sana na kutoa elimu hususan ya vyakula na lishe. Asante. Jamii itegemee nini? Jamii itegemee maendeleo na mabadiliko tofauti. Tunaona kuna vikwazo ambao vilikuwepo kwa wawekezaji kupitia sekta ya elimu hususan katika vyuo vya kati. Kuna baadhi ya changamoto zimeondolewa na serikali. Kipi unachozungumzia kuhusiana na baada ya kuondolewa kwa hivi vikwazo? Wewe kama kijana umejivunia nini? Mimi kama kijana nimejivunia mengi, kwa sababu kutokana na changamoto mbalimbali tulizokuwa tunakutana nazo katika masomo yetu haya ya afya katika vyuo vyetu vya kati, baada ya changamoto hizo kutatuliwa, mimi kama kijana kwanza najivunia kuwa Mtanzania ambaye nimekuwa miongoni mwa watu ambao wamenufaika na vyuo vyetu hivi vya kati baada ya kutatuliwa changamoto mbalimbali, ikiwemo changamoto ya mikopo. Baadhi ya watu wameweza kunufaika kupitia hiyo na changamoto mbalimbali zingine. Tukiangalia kwa sasa hivi hata miundombinu ya ufundishwaji wa sisi kama kada ya afya, sana sana kada ya utabibu, tumekuwa na serikali imefanya maboresho zaidi katika swala zima la upataji wa elimu kwa njia ya vitendo. Tunapojifunza tunakuwa hospitalini kule, Wizara ya Afya ikaona changamoto mbalimbali ambazo tulikuwa tunakutana nazo sisi wanafunzi tukiwa katika sehemu zile za mafunzo kwa vitendo, akaweza kuboresha na sasa tunapata elimu iliyo nzuri na inayotakiwa. Hii ni taasisi binafsi. Mnashirikiana vipi na taasisi za serikali katika mafunzo ya vitendo? Asante. Tunashirikiana nao kwa sababu kuna wakati tunaenda kwenye vyuo mbalimbali vya serikali kujifunza na kufanya practical mbalimbali. Hivyo tukipata changamoto tunauliza baadhi ya vyuo jirani, je, wanaendeleaje? Hivyo inatusaidia kutatua changamoto mbalimbali na kuna ushirikiano mkubwa sana kati ya vyuo vyetu hivi na vyuo vya serikali. Asante. Ushauri ambao unaweza nikautoa kwa wazazi na vijana kiujumla, kwa sasa hivi dunia imebadilika na teknolojia vile vile imebadilika. Na ukiangalia vile vile sera zinabadilika za serikali. Zamani tulikuwa tunategemea kwamba unasoma ili uajiriwe. Ila kwa sasa hivi unapewa elimu ili hii elimu unayoipata ikuwezeshe wewe kujiajiri. Na ndio maana vyuo vya kati vimekuwa vingi. Mbali na kwamba viko vingi, bado serikali imetoa njia rafiki au mazingira rafiki kwamba hata vyuo vya kati vile vile vinapata mikopo. Zamani tulikuwa tunasikia kwa mfano kama sisi kozi yetu ya mifugo, ilikuwa ni kwamba unasoma kozi ya mifugo, lakini ili uweze kusoma kwa mkopo ni lazima aidha uende SUA ambacho ni chuo kikuu. Ila kwa sasa unakuta kwa kozi hiyo hiyo ya mikopo unaweza ukasoma chuo kama hiki Chato College na ukapata mkopo. Hivyo hata kama kijana labda unatokea familia duni au labda wazazi hawawezi kuafford ile ada, unaweza ukaapply mkopo serikalini na ukapata mkopo na ukasoma. Na ukishaipata hiyo elimu sasa, hiyo ndio itakayokuwezesha wewe aidha kujiajiri au kuwa mfugaji, ambapo hiyo elimu vile vile inaweza ikakusaidia wewe mbali na kujisaidia wewe mwenyewe binafsi, ukaisaidia jamii inayokuzunguka, na hivyo maendeleo yakawa sio kwa mtu mmoja ila yakawa kwa jamii nzima. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba vijana na wazazi kiujumla tujikite katika elimu, na katika kozi kama hii ya kilimo au mifugo ndio kozi nzuri ambayo inaweza ikampa mtu fursa nzuri ya kujiajiri. Kwa ushauri upande wangu umejikita katika nyanja mbalimbali kidogo. Kwa tukiangalia kwa vijana wenzangu, na washauri sana wabezi sana kwenye tuseme kwenye elimu, kwa sababu hususan ukiangalia kama kozi yangu mimi ya pharmacy ina pande zote. Kwa maana hiyo unaweza ukajiajiri wewe mwenyewe au unaweza ukaajiriwa na serikali. Kwa maana hiyo inaweza ikasaidia kwa namna moja ama nyingine kwenye kati za kujikwamua na maisha kwa ujumla. Kwa wazazi inawashauri wazazi wenyewe walete kwa wingi sana wana watoto wao kwa chuo chetu cha Chato, kwa sababu ni kizuri, kina walimu wazuri wenye weledi na mazingira kama mnavyoyaona ni mazuri, hayana shida, yanafaa kabisa kujifunza. Na kwa upande wa chuo chenyewe sasa, kwa upande wa chuo chenyewe
kiendelee kuboresha miundombinu kama unavyoiona ilivyokuwa bora, iendelee kuwa bora zaidi, kwa sababu kwa mimi ninavyojua sasa hivi idadi ya watu kama unavyoangalia watu wanazidi kuzaliwa na tuseme kuzaliana. Kwa maana idadi ya watu inakuwa kubwa sana. Kwa hiyo chuo kiendelee kupanuka kuwa kikubwa na watu watakuja kwa wingi. Ushauri wangu umejikita kwenye upande wa namna hiyo. Ushauri wangu ni wazazi na jamii kuepuka mtazamo hasi. Mfano, kuna jamii nyingine wanasema kwanza unasoma hakuna ajira. Hivyo hii inawafanya vijana wengi wakose fursa wakiamini kwamba hakuna ajira. Ukija hapa haupati tu ajira, lakini unapata vitu ambavyo vitakusaidia kwenye maisha, kujikwamua kimaisha, kiakili na kimaendeleo pia. Kwa hiyo pia naiomba serikali izidi kushirikiana na sisi na hivi vyuo vya kati ili kuboresha na kukuza elimu na taaluma kwa ujumla. Hivyo ningewaomba vijana wenzangu waje Chato College ili tuweze kusoma kwa pamoja na kuweka maendeleo katika jamii na katika taifa letu. Asante. Naitwa Dr. Joel Maduo, ni mkuu wa chuo cha afya Chato. Chuo hiki kinatoa kozi mbalimbali. Kwanza kabisa inatoa kozi ya utabibu, yani clinical medicine. Hawa ndo madaktari ambao wanatutibu katika vituo vyetu vya afya na zahanati. Na pia tuna wafamasia, tuna maendeleo ya jamii, tuna afya ya wanyama na uzalishaji, yani animal health and production, tuna agriculture production, tuna food technology and human nutrition, na tuna physiotherapy. Jumla tuna kozi 7 kwa sasa. Na kimsingi tulianza mafunzo haya kutokana na kwamba serikali ilikuwa na changamoto ya upungufu wa watumishi wa kada za afya. Tulianza na kozi za afya na hatimaye kulingana na uhitaji na msisitizo wa wizara mbalimbali kama Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo, kwa ajili ya uhitaji wa wataalamu wa kilimo pamoja na wataalamu wa teknolojia ya chakula na lishe, ambao pia hawa wataalamu wa teknolojia na lishe wanapaswa wanapofika mwaka wa 3 tumesaini mkataba na taasisi moja huko Chuo Kikuu cha Sokoine, watakuwa wanapelekwa Ujerumani kwa miezi 18. Kwa hiyo changamoto ni hizo zilizojitokeza kulingana na uhaba wa wafanyakazi katika sekta ya afya na pamoja na rasilimali watu katika idara zingine. Kwanza serikali kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia aliweza kutoa fursa kwa vijana, ambapo hapo awali walikuwa wanapata mikopo wanafunzi wa vyuo vikuu peke yake. Sasa hivi wanapata mikopo wanafunzi wa kata za kati ambao tunao hapa, ambapo kwa sasa tunazo kozi 3: kozi ya kilimo, kozi ya mifugo na kozi ya physiotherapy, wataalamu wa mitambo ya tiba physiotherapy. Hizo ndo zilizobaki ambazo tunazo zinatoa mikopo, lakini changamoto ya kundi kubwa ya watu wa muhimu sana kama madaktari, wafamasia wameachwa nje kwa kuweka kozi za kipaumbele. Hawa Tanzania tunahangaika sana, wengine hawana uwezo, wana uwezo wa chini sana katika familia zao. Wanalazimika kukatisha tamaa na wengine tunalazimika kuwabeba na kuwavumilia mpaka wanapomaliza ili angalau wakajikomboe maisha yao. Changamoto ni kubwa kubagua wanafunzi bila kuwapa mikopo wote kwa pamoja, kwa kuangalia kozi. Inawafanya watu waelekee kwenye kozi ambazo sio wito wao. Wanaenda kozi kwa sababu ina mkopo na kwa sababu hana uwezo, na familia ni familia duni ambayo haina uwezo wa kugharimia masomo. Changamoto kubwa ni hiyo. Kuna baadhi ya wazazi wamekuwa wakiwakatisha tamaa watoto wao kutopenda kujiendeleza katika vyuo hivi kwa sababu kwa mtazamo wao kwamba akimaliza wakihitimu hakuna ajira. Mitazamo kwanza, inahitajika elimu ya hali ya juu katika jamii yetu. Hicho ndio kitu cha kwanza, kwa sababu mtu anaamini kusoma ni kupata ajira, lakini kimsingi tafasiri ya kusoma tunapomfundisha sisi tunamfundisha maarifa ya kipekee. Anaweza kuchagua mwenyewe kuwa kwenye ajira, anaweza akachagua mwenyewe kwenda kujitegemea,
inategemea na fursa katika upana wa elimu yake aliyoipata, inamsukuma afanye kitu gani. Kwa hiyo mitazamo ya kukosa ajira sio sahihi. Na sasa hivi serikali karibia mara 2 kwa mwaka inatoa ajira. Mwaka huu imefikisha mara 3 inatoa ajira maarufu ya vijana. Hata sisi tulikuwa nao hapa, wameajiriwa wengi tu. Kwa hiyo habari ya kwamba wanakosa ajira sio sahihi. Na kozi tunazozifundisha, anapomaliza tu ajira nayo. Na maana ya ajira sio lazima kwamba enda kaajiriwe ofisi ya mtu au ofisini. Ajira maana yake ameshapanua uelewa, amepata uwezo, tumemjengea uwezo wa kwenda kujiajiri na kuajiri watu wengine. Kwa hiyo mitazamo ya ajira hiyo inahitajika elimu ya hali ya juu kwa jamii yetu, na kwa wanafunzi wetu tunaokaa nao tunawajenga na wanatoka na mitazamo chanya ambayo wanaenda kuieneza kwa watu wengine. Mitazamo hiyo ipo, lakini serikali kupitia vitengo mbalimbali vinavyohusika kuelimisha jamii inatakiwa ielekeze nguvu kubwa sana kuelimisha wazazi na watoto kwa ujumla ambao wana mitazamo ya kuajiriwa badala ya kuelewa na kupata ufahamu wa hali ya juu, hatimaye kujijengea maisha yake yeye mwenyewe. Na kipi ambacho naieleza jamii ambayo inatusikiliza hivi sasa na kututazama kuhusiana na huduma ambazo tunazitoa? Tunatoa kozi mbalimbali ambazo hakuna mwanafunzi yote aliyefaulu kuanzia masomo 4 katika cheti chake lazima apate kozi ya kusoma ambayo inakuwa inatija katika maisha yake. Kwa hiyo tunawaomba sana aidha wafike chuoni au watafute wawasiliane na sisi tuweze kuwaelimisha kabla hata ya maamuzi. Kuna wengine wanachukua maamuzi ya kuchagua kozi, kumbe kozi hiyo sio wito wake. Na kozi hiyo kumbe aliyoisoma haina maana katika maisha yake, haiwezi kumsaidia kama inavyoweza kumsaidia mtu mwingine. Kwa hiyo tunapenda sana wawasiliane na sisi, wafike chuoni au sehemu yoyote ambayo ina mawasiliano yetu, tuweze kuwaelimisha, tuweze kuwasaidia pia katika uombaji wa mikopo, kwa sababu tunacho kitengo hapa. Tunawasaidia kuanzia kupata cheti cha kuzaliwa, kuanzia kupata NIDA, tunawasaidia kwa ajili ya kuwaelekeza sehemu sahihi ambayo ni ya kupita au kuwajazia kwenye mifumo na kuwapa sehemu ya kwenda kufuatilia kupata certificate zao za kuzaliwa pamoja na NIDA, kwa sababu mikopo inahitaji mtu awe na NIDA kama ameshafikisha miaka 18. Kwa hiyo yote hayo sisi tunawasaidia katika taasisi yetu. Sisi tunaweka msukumo mkubwa sana katika mazoezi ya vitendo. Tunao wataalamu ambao kama ni fani ya afya tunamsimamia muda wote katika hospitali zetu tunazozitumia za mafunzo, ambayo ni hospitali ya wilaya, hospitali ya kanda ya Chato na hospitali zingine ndani ya mkoa wa Geita. Kwa hiyo sisi tunaweka msukumo sana kuwasimamia. Anapotoka mwanafunzi hapa ni mtumishi kamili, hahitaji kujifunza, hahitaji kuelekezwa. Kwa hiyo tunatoa watu ambao ni imara katika utendaji wa kazi na wamefundishwa katika maadili ya kutosha kabisa. Na wazazi tunawasihi pia waweze kushirikiana na taasisi pale unapomleta mtoto, ili tuweze kutengeneza mtoto ambaye akirudi nyumbani na yeye mzazi aridhike kabisa kwamba huyu ni mtoto aliyepikwa na aliyetoka katika mazingira sahihi, akafika chuoni katika mazingira sahihi na amerudi nyumbani na mabadiliko makubwa. Kwa hiyo sisi tunaamini na tunajiamini katika utaratibu wa kuwasimamia kwa vitendo. Tuna miundombinu ya kutosha na vitendea kazi vya kutosha kuwafundisha wanafunzi watoke wakiwa wameiva katika utumishi. Katika swala la malezi, mimi pia nahusika na masuala ya malezi katika wilaya ya Chato upande wa chama. Swala la malezi ni swala ambalo linahitaji ushirikiano. Mtoto unaweza akatoka nyumbani unamwamini kiasi kikubwa sana, lakini bila kushirikiana na wale uliowakabidhi kumlea mtoto, hamwezi kutoka na mtoto ambaye atakuwa na sauti moja. Kwa hiyo tunawasihi sana ushirikiano kwa walezi wa wanafunzi na taasisi kwa ujumla, na ushirikiano na mamlaka zingine za serikali, kwa sababu sisi tunafanya kwa karibu zaidi na serikali. Tunafanya kazi kwa karibu zaidi na serikali za vijiji tulivyo, kwa sababu wanafunzi wetu tunawatuma wanaenda kusaidia wananchi hasa kwenye kozi za kilimo na mifugo. Wanakuwa ni wasaidizi wakubwa sana wa wananchi.
na tutakuwa na mashamba darasa pia ambayo tunaanzisha na upandaji wa miti ambayo ni miti ya kisasa zaidi ambayo itakuwa na tija na inachukua muda mfupi sana kuzalisha hasa hii miti ya matunda. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, lakini tuendelee kushirikiana na serikali. Serikali yetu inafanya kazi kubwa sana. Nchi ni kubwa na wanaohitaji huduma ni wengi. Pengine unaweza ukajikuta huduma haijakufikia wewe kwa wakati. Lakini sio sasa kwamba serikali haijafanya kitu. Serikali inafanya kazi kuwafikia wananchi wake, na hatimaye nchi inapata maendeleo kutokana na mikono ya Watanzania wote.